tutaweza kuthibitisha kwamba sio lazima mtu awe mwanaume ndo apigiwe mfano. Katika madarasa watu wanajua kwamba mtu atakaposema wadhaat, yani ameweka, lakini wadhaat ina maana mengi. Wadhaat ina maana ya kwamba amejifungua. Unaweza sema wadhaat ameweka, na unaweza sema wadhaat amejifungua. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah ta'ala, kwa tawfiq za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tutaweza katika kikao hiki na kuendelea, tutaweza ongea kuhusiana na mwanamke wa pili ambaye kwamba tarehe na historia na Qur'an kwa ujumla imekuwa ni yenye kumtaja na kumuenzi kwa ajili ya yeye kujihifadhi na kwa ajili ya yeye kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla tuanze, tungependa kwanza tujikumbushe katika vikao vilivyopita kuhusiana na je, vipi nitajihifadhi mimi kama binti wa Kiislamu. Kuna nukta muhimu ambayo kwamba tulitaja, nayo ni nukta ya kuwa sio lazima mtu awe nabii, sio lazima mtu awe imamu, sio lazima mtu awe amechaguliwa na Mwenyezi Mungu awe mtu wa kupigiwa mfano. Si lazima. Mtu yoyote yule anaweza pigiwa mfano, mtu yoyote yule anaweza kuwa ni mtu wa kuigwa katika tabia yake na katika mwenendo wake. Sasa baada ya kubainika hayo, tunataka leo tuweze kuongea kuhusiana na Bibi Maryam alayha salam. Na Bibi Maryam taban, sisi wote hakuna mtu katika ulimwengu huu utamuuliza kuhusiana na Bibi Maryam asiwe ni mwenye kukujibu ni mama yake nani au ni mama nani, bali kila mmoja atakuwa yuko na jibu sahihi ya kusema kwamba Bibi Maryam ni mtu fulani na fulani na fulani. Sasa na taban Bibi Maryam, wakati tunapoongea kuhusiana na Bibi Maryam, pia tunaongea kuhusiana na nabii wetu Nabii Isa alayhi salam. Lakini kabla na yote hayo, tungependa kuanza na mukaddima. Mukaddima ni matangulizi ambayo kwamba ndiyo yataweza kututayarishia bahath, yani uchambuzi wetu wa kuhusiana na kila kitu ambacho kwamba kinachohusiana na Bibi Maryam alayha salam. Na tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfiq tuweze kuendelea na bahthi hii ya Bibi Maryam, maana ndani yake tutakuwa ni wenye kufaidika mambo mengi sana. Ya kwanza kabisa, nukta ya kwanza ni kwamba wakati ambao kwamba tunapoongea kuhusiana na Bibi Maryam alayha salam, mara kuna wakati ambao kwamba tunaongea kuhusiana na Bibi Maryam kama yeye mwenyewe, wakati mwingine tunaongea kuhusiana na mtoto wake ambaye kwamba ni Nabii Isa alayhi salam. Kwa hivyo kuna wakati ambao kwamba tutakuwa tunaongea kuhusiana na shakhsia, yani personality ya Bibi Maryam alayhi salam. Wakati mwingine tutakuwa tunaongea kuhusiana na mtoto wake ambaye kwamba ni Nabii Isa alayhi salam. Lakini sisi kabla tufike kwa Nabii Isa alayhi salam, tutaweza kuongea kuhusiana na kwa nini historia imeweza kumwelezea na kumtaja Bibi Maryam inshallah taala. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, sio lazima, leo tutaongeza nukta ya tatu. Sio lazima, tulisema katika kabla muda mchache uliopita, si lazima mtu awe ni maasum.
ndo aweze kupigiwa mfano, na si lazima mtu awe ni imamu ndo aweze kupigiwa mfano. Leo tunaendelea na tunasema sio lazima mtu kuwa mwanamume ndo anaweza pigiwa mfano, si lazima awe ni mwanamume, bali anaweza kuwa ni mwanamke ambaye kwamba ni tajika na kupiga mfano. Na hiyo tunaona katika historia, na ndo maana ya vikao hivi, na pia tutaweza kuthibitisha kwamba sio lazima mtu awe mwanaume ndo apige mfano. Hata katika zama zetu hizi ambazo kwamba sisi tunaishi, tunapata wanawake wengi ambao kwamba ni wema, wanaweza pigiwa mfano ya kutajika. Taban, tunapoongea kuhusiana na wanawake ambao kwamba wanaweza pigiwa mfano, hatuongei kuhusiana na wanawake ambao kwamba wanaenda kimada. Nini maana mada? Yani wanaenda kidunia. Sisi hatuongei kuhusiana na hao. Sisi tunaongea na wanawake ambao kwamba wamebobea katika maswala ya kumkaribia Allah subhanahu wa ta'ala, wamejinyima maisha yao ya dunia kwa kiasi ambacho kwamba wanaweza ongoza baadhi ya watu. Ni wanawake ambao kwamba wamejiweka na kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu, wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaolinda hijabu zao, wanaolinda maneno yao na kila kitu ambacho kwamba kinachowahusu. Kwa hivyo wakati ambao kwamba tunapoongea kuhusiana na mtu kuwa na uwezo kuwa ni kigezo chema, sio lazima awe ni mwanamume. Mwanamke pia anaweza igwa au anaweza tajika. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu ni kwamba mwanamke pia anaweza beba sifa zote nzuri, yani anaweza kuwa na sifa zote nzuri ambazo kwamba inafaa yeye kufatwa. Yani anaweza kuwa na sifa nzuri tu ambazo kwamba yeye mwenyewe anaweza fatwa. Lakini sasa inshallah taala baadaye itakuja ni kwamba kuwa na hizi sifa nzuri inataka mazoezi ya kila siku. Yani mazoezi kwanza kabisa ya kutayarisha nafsi yako, ya kutayarisha roho yako, na pia kutayarisha sera zako. Kuna wakati ambao kwamba ulikuwa hivi, lakini kuanzia leo unasema mimi nataka nibadilike niwe hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ni masala na riadha ambayo kwamba inshallah baadaye itakuja. Aya ambayo kwamba inshallah taala itakuwa ni yenye kutufungulia mada yetu kuhusiana na Bibi Maryam alayha salam ni aya ambayo kwamba iko katika sura ya 3. Maana sura ya 3 wanaposema bwana tafsiri ya Qur'an ni sura ya Al-Imran. Al-Imran, tuna Al-Imran wawili, tuna Imran ambao kwamba wanahusiana na Nabii Harun alayhi salam, na tuna Imran ambaye kwamba anahusiana moja kwa moja na Bibi Maryam alayha salam, ambaye kwamba inshallah katika maongezi yetu tutabainisha ni Imran yupi ambaye kwamba anayekusudiwa hapa. Kwa hivyo saizi tutakuwa ni wenye kusoma aya ambayo kwamba itakuwa ni yenye kutufungulia maongezi yetu ya leo inshallah taala, ambayo kwamba iko katika sura Al-Imran aya ya 35 mpaka aya ya 36. Alafu baada ya hapo tutakuwa ni wenye kuangalia na kuingia katika tafsiri ya maulama wetu. Kwanza kabisa tutaanza na tafsiri ya Al-Amthal ambaye kwamba ni ya shekhe ambaye kwamba anaitwa Sheikh Makarim Shirazi. Tuone yapi ambaye kwamba anayasema kuhusiana na aya hii, na baadaye tutaweza kuingia katika hadithi ambazo kwamba zinahusiana na aya hii insha Allahu taala. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Imran aya ya 34, anasema bismillahir rahmanir rahim, inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin dhurriyatan ba'dhuha min ba'd wallahu
samiun alim. Sadaqallahu aliyul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, istafa Adama. Unaweza soma katika kusoma ikiwa unaanza na hii fi'il ambaye kwamba hii fi'il mwanzo wake kuna alif, na hii alif si alif ile ambaye kwamba ni lazima uwe ni mwenye kuitamka, bali hii alif ni ile ya wasl ambaye kwamba unaweza wasilisha. Na kama ni alif ambaye kwamba unaweza wasilisha, ikiwa utaanza mwanzo wake utaanza na kasra, utasema istafa, au kama unaunganisha unasema inna Allaha istafa Adama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha istafa Adama, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala istafa Adama, alimteua Adam. Hapa wana nahwu wanasema Adama ni maf'ulun bihi mansub, ni kilichotendewa kitendo. Kwa hivyo anasema alimteua Adam, si Adam peke yake, wa Nuhan, na alimteua Nabii Nuh alayhi salam. Hii wao ni wao la atfi, alimteua Nabii Nuh alayhi salam, wa ala Ibrahima, na ukoo wa Nabii Ibrahim alayhi salam, wa ala Imrana, na ukoo wa Imran, ala alalamin, juu ya walimwengu wote. Dhurriyatan, ni wazao kwa wazao, yani ni wazao wao kwa wao. Ba'dhuha min ba'd, wallahu samiun alim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala samiun, ni mwenye kusikia, alimun, ni mwenye kujua. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuweka wazi kwamba yeye mwenyewe kama yeye kama Allah ambaye kwamba ni mlezi wa walimwengu wote, alimteua nani? Adam. Ya kwanza kabisa ameanza kwa Nabii Adam alayhi salam, ambaye kwamba ndo mtu wa kwanza, ndo kiumbe cha kwanza kabisa ambaye kwamba ana sura ya ubinadamu, aliyepiga hatua katika ardhi hii, na kila mtu anakuwa ni mwenye kukubaliana na swala hilo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allah astafa Adam, alimteua Nabii Adam alayhi salam. Nakumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ambao kwamba katika suratul Baqara alivyosema bismillahir rahmanir rahim, na kuambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mpaka mwisho wa aya hii. Inaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimteua Nabii Adam alayhi salam kuwa khalifa wa ardhi hii na kuwa kiongozi ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuongoza ardhi hii. Kwa hivyo kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kumteua Nabii Adam alayhi salam. Sio Nabii Adam peke yake, wa Nuhan, na Nabii Nuh alayhi salam alikuwa ni mwenye kumteua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamtuma akawa ni mwenye kujenga safina na kuokoa kwenda na watu na waumini wachache ambao kwamba walikuwa naye, na kumpa umri ambao kwamba katika historia wengi ambao kwamba walipata umri mrefu zaidi miongoni mwao ni Nabii Nuh alayhi salam. Nakumbuka Nabii Nuh alayhi salam akisema katika sura inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, mimi nimeita watu wangu usiku na mchana, lakini hakuna mtu ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kunisikiza, hakuna mtu ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kunifuata, isipokuwa ni watu wachache ambao kwamba walikuwa na wenye kunifuata. Huyu ni Nabii Nuh alayhi salam. Alafu watatu wa ala Ibrahim, na Nabii Ibrahim alayhi salam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia aliweza kumteua, na aya nyingi sana tutakaporudi
Nabii Ibrahim alayhi salam anaongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia, inni, hakika mimi nimekujalia kwamba wewe uwe ni imamu, mimi nimekutaua wewe uwe ni imamu na uwe ni kiongozi wa watu, na mpaka mwisho. Na manabii wengine ambao kwamba walikuja baada ya Nabii Ibrahim alayhi salam wakawa ni wenye kuamrishwa wawe ni wenye kufata milla ya Nabii Ibrahim alayhi afdalu salatu wassalam. Hao ndo mababa zetu, hao ndo mababu zetu, na hao ndo viongozi wetu, na hao ndo mababu na mababa ya manabii. Kwa hivyo huyu ni Nabii Ibrahim alayhi salam, yani al ya Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amemteua Nabii Adam, Mwenyezi Mungu amemteua Nabii Nuh, Mwenyezi Mungu amemteua al Ibrahim, yani ukoo wa Nabii Ibrahim. Na mnakumbuka Ibrahim alikuwa na watoto wawili ambao kwamba wanajulikana katika historia, Nabii Ishaq na Nabii Ismail, na kutoka kwa Ishaq amekuja Nabii Yaqub alayhi salam na manabii wengine, na kutoka kwa Nabii Ismail ndo amepatikana nabii wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hiyo ni ukoo wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Alafu wa ala Imran, na ukoo wa Imran alal alamin, kwa walimwengu wote. Na tumesema insha Allah taala baada ya muda mchache itakuja na tutaeleza maana ya au ni nani huyu Imran ambaye kwamba anakusudiwa hapa, na kwa nini hii sura iitwe sura Al-Imran, yani ukoo wa Imran. Kwa nini iitwe ukoo wa Imran? Hiyo ni aya ya kwanza ambayo kwamba iko katika sura ya 34, iko katika sura ya 3 aya ya 34. Twende kwa aya 35. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema, idh qalat imra'atu Imran, aliposema mke wa Imran. Inshallah taala itakuja riwaya yake ni nani huyo mke wa Imran, na itakuja maelezo yake kwa ujumla. Sasa anasema kwamba aliposema mke wa Imran, Rabbi, Mola wangu mlezi, Rabbi, Mola wangu mlezi, inni nadhartu laka, nimekuwekea nadhiri ewe Mwenyezi Mungu, nimekuwekea nadhiri ewe Mola wangu, ma fi batni, yaliyomo au kilichomo tumboni mwangu, muharrara, ni yenye kuwa wakfu, ni yenye kuwa kwa njia yako na kwa ajili yako. Yani kwa lugha nyingine, mimi nimeweka nadhiri kitu nilichokibeba tumboni mwangu kitakuwa ni chenye kukufanyia kazi wewe, yani kitakuwa kiko katika njia yako kwa muda, yani pindi ambapo kwamba itakapopatikana mpaka ufike umri wa utu uzima, itakuwa inakufanyia kazi. Kwa kumaanisha kwamba nitakapozaa huyu mtoto ambaye kwamba nitakapozaa huyu mtoto atakuwa ni mwenye kukutumikia, atakuwa kwa njia yako. Ndio maana anasema inni nadhartu laka, nimekuwekea nadhiri, hakika mimi nimekuwekea nadhiri, ma fi batni, kilichomo tumboni mwangu, muharrara, kuwa ni nini? Kuwa ni wakfu. Fataqabbal minni, basi nikubalie, innaka, hakika wewe Mola wangu, antas samiul alim, hakika wewe ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Allah subhanahu wa ta'ala alisikiza dua yake. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ni mwenye kujua nini ambacho kwamba alichokuwa anakiuliza huyu imraatu Imran, yani mke wa Imran. Tutamjua huyo mke wa Imran kwa muda mchache ambazo kwamba zinazokuwa zenye kuja insha Allah taala. Kwa hivyo mpaka hapa
katika aya hii ya pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuonesha kwamba huyu mke wa Imran alimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amruzuku mtoto. Huyu mtoto ambaye kwamba ataruzukiwa, ahadi yake ni kwamba atakuwa ni mwenye kuifanyia kazi dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tusisahau ni kwamba wakati ambao kwamba alipokuwa anaomba huyo mke wa Imran alikuwa yuko Palestina, ambaye kwamba walikuwa tu pale kwenye Baitul Maqdis, walikuwa katika lile nyumba tukufu na wanaishi katika hizo sehemu. Tushike hiyo aya ya pili. Aya ya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea katika sura Al-Imran aya 36. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, falamma wadha'atha qalat rabbi inni wadha'tuha untha wallahu a'lamu bima wadha'at walaysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Aya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema falamma wadha'atha. Utakaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia paneno wadha'at. Wadha'at katika lugha, tutakaporudi katika lugha, mathalan katika vitabu hivi vyetu vya lugha vya Afrika Mashariki, katika madarasa watu wanajua kwamba mtu atakaposema wadha'at yani ameweka, lakini wadha'at ina maana mengi. Wadha'at ina maana ya kwamba amejifungua. Unaweza sema wadha'at ameweka, na unaweza sema wadha'at amejifungua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapotumia hapa falamma wadha'ataha, basi alipojifungua, falamma wadha'ataha, alipojifungua, qalat, akasema rabbi, mola wangu mlezi, mola wangu mlezi. Hapa kabla tuendelee, yani falamma wadha'ataha, alipojifungua. Alipojifungua nani? Binti, hakujifungua mwanamume, alijifungua binti, ambaye kwamba tutaendelea mbele tutaona nani huyo binti, lakini kwa kuweka wazi ni Bibi Maryam alayha salam. Sasa falamma wadha'ataha, alipojifungua, qalat, akasema. Nani akasema? Huyo imraatu Imran. Imraatu Imran ndiye ambaye kwamba alisema rabbi, mola wangu mlezi, inni wadha'tuha untha, mola wangu mlezi nimejifungua mwanamke, wallahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'lamu, anajua sana na anajua zaidi, bima wadha'at, anajua zaidi ni nani ambaye kwamba aliyejifungua. Sasa hapa wakati ambao kwamba huyu imraatu Imran alipojifungua, alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mola wangu nimejifungua binti. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba hiyo kutoa taarifa kwa imraatu Imran kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayamaanishi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajui kwamba ni nani ambaye kwamba imraatu Fir'aun amejifungua, ni jinsia gani ambayo kwamba imraatu Fir'aun amejifungua, bali anajua ni mwanamke amejifungua mtoto wa kike. Sasa ndo maana anasema kwamba Mwenyezi Mungu anajua sana aliyemzaa, na mwanaume sio kama mwanamke, walaysa dhakaru kal untha. Anaendelea wa inni, anarudi tena kwa Mwenyezi Mungu, anamwambia kwamba na hakika mimi samaituha Maryama, na hakika mimi nimemuita huyu binti, nimemuita Maryam. Hapa sasa ndo inaanza kuonekana historia ya Bibi Maryam alayha salam. Anasema kwamba na hakika mimi nimemuita Maryam, wa inni u'idhuha, nami namkinga, bika,
kwako wewe, na mkinga kwako wewe ewe Mola wangu, wa dhurriyataha, na kizazi chake na uzao wake, minashaitani rajim, walinde wewe Mola wangu kutokamana na shetani aliyelaaniwa. Tufanye khulasa katika aya hizi tatu. Inataka kuishiria kwamba aya ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatakasa manabii ambayo kwamba tumewataja, na ukoo wa manabii ambayo kwamba tumewataja, Nabii Nuh alayhi salam, Nabii Adam na Nabii Ibrahim, pamoja na ukoo wa Imran. Aya ya pili inaeleza kuhusiana, aya 35 inaeleza kuhusiana na nini? Inaeleza kuhusiana na alichokisema mke wa Imran. Ya tatu ni natija kwamba baada ya kujifungua mke wa Imran alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ewe Mola wangu, hakika mimi nimejifungua mwanamke, nimejifungua mtoto wa kike, lakini huyo mtoto wa kike ni ambaye kwamba nimejifungua anaitwa nani? Maryam. Hiyo ndo nukta tatu ambayo kwamba tumeweza kupata katika hizi aya tatu, na hizi aya tatu ndio ambayo kwamba itakuwa ni yenye kutufungulia bahathi yetu insha Allah Taala, yani uchambuzi wetu. Saizi tutakuwa ni wenye kuanza uchambuzi ya aya hii ambayo kwamba tumeisoma, aya ya 35 ambayo kwamba iko katika sura Al-Imran, iko katika sura Al-Imran aya 35, ambayo kwamba tutarudi katika tafsirul amthal. Tafsirul amthal ni tafsiri ya Sheikh ambaye kwamba anaitwa Sheikh Makarim Shirazi. Ukitaka juzu ni juzu ya pili, safha ya 476 utapata unwani hii, na unwani ambayo kwamba ameiweka Sheikh Makarim ni unwan ya kaifia wiladati Maryam, yani vipi amezaliwa bibi Maryam. Ukitakapotaka kujua vipi alizaliwa bibi Maryam ni lazima urudi katika historia. Sasa nukta ya kwanza ni kwamba ambaye kwamba tunataka tueleze ni jaa fi tawarikh. Anasema Sheikh Makarim Shirazi kwamba imekuja katika historia, tushikilie hapo, wal akhbar al-islamiyya, na khabari mbalimbali ya Kiislam. Hiyo ni ya pili. Wa aqwali al-mufassirin, na kauli mbalimbali ya wanaotafsiri Qur'ani tukufu. Hiyo ni ya tatu. Kwa hivyo ya kwanza tukirudi katika historia, ya pili tutakaporudi katika habari mbalimbali, ya tatu aqwal za mufassirin. Akhbar inaweza kuwa ni ahadith mbalimbali. Anasema kwamba anna, tunapata ya kwamba anna ya kuwa kuna nini? Kuna watu wawili. Mtu wa kwanza anaitwa Hanna na Ashya. Tunakuta kwamba kuna Hanna na Ashya. Anasema kwamba kuna wanawake wawili ambao kwamba walikuwa wanaitwa Hana au Hanna na Ashya. Hawa wanawake wawili anasema kwamba kanata ukhtain, walikuwa ni madada wawili, yani wakati huo wakina Nabii Zakaria alayhi salam. Anasema kwamba tuzuwijatil ula, mwanamke wa kwanza ambaye kwamba ni Hanna aliolewa na nani? Na Imran. Aliolewa na Imran ambaye kwamba katika baadhi ya riwaya tutakaporudi katika baadhi ya tabani ya baadhi ahadith tutakaporudi, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba huyo Imran alikuwa ni nabii miongoni mwa manabii ambaye kwamba alipatia wahi. Hiyo ni wachache ambao kwamba wanasema hivyo, lakini anasema pia wa Imran, na huyu Imran ambaye kwamba ametajwa katika aya
ghairu Imran, sio Imran walid Musa, sio Imran ambaye kwamba ni babake Musa. Huyu ambaye kwamba anayetajwa katika aya hii sio baba yake Imran ambaye kwamba ni baba yake Nabii Musa alayhi salam, sio huyo baba yake Nabii Musa. Huyo Imran ni Imran mwingine. Masafa baina ya au miaka baina ya Nabii Musa alayhi salam, yani Imran wa wakati wa Nabii Musa alayhi salam na Imran wa wakati wa Nabii Isa alayhi salam ni miaka mingi sana, zaidi ya miaka 1100. Kwa hivyo wakati ambao kwamba aya hii inataja Imran, sio huyo Imran ambaye kwamba ni baba yake Nabii Musa alayhi salam, la, sio huyo. Kwa hivyo, na atakayetaka kurudia nukta hii ambayo kwamba tumeitaja ataweza kurudi katika kitabu ambacho kwamba kitabu cha tafsir ambayo kwamba inaitwa Majma'ul Bayan na Tafsirul Muraghi. Atarudi kule ataweza kupata hizo nukta. Lakini wengine wanasema kwamba huyu Imran ni ahadu zuamai bani Israil, kwamba huyu Imran alikuwa ambaye kwamba ameoa Hanna, alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa Bani Israil, lakini hakukuwa ni nabii. Watuzuwijat al-ukhra, na mwingine aliolewa na nani? Nabii Zakaria. Kwa hivyo walikuwa madadawili, mmoja ameolewa na Imran na mwingine akaolewa na Nabii Zakaria. Aliolewa na Nabii Zakaria anaitwa Ashya, na aliolewa na na Imran anaitwa Hanna. Kwa hivyo hawa ni wanawake wawili, madada wawili, mmoja ameolewa na Imran na mwingine ameolewa na Nabii Zakaria alayhi salam. Lakini anasema mwenye tafsir al-amthal, Sheikh anaendelea anasema madhat sanawat, yani imepita miaka mingi sana baada ya ndoa yao wawili, yani ndoa ya huyu Imran na Hanna. Anasema madhat sanawat ala ziwaj, yani imepita miaka mingi ya ndoa, bighairi an turzaq mauludan, bila ya wao kupata mtoto. Wa fi ahadi al-ayyam, lakini wakati mmoja, hiya jalisa tahta shajara, anakuwa akiwa anaketi chini ya mti, raat, aliona, tairan, aliona ndege, yuti'imu, inalisha nini? Inalisha kifaranga, yani inalisha mtoto wake. Ndege ambaye kwamba ilikuwa kwenye nini yake inakuwa ni yenye kulisha kifaranga mtoto wake. Anasema fa ash'ala hadha almashhad nara hubbil umuma, ikawa ni yenye kuwasha moyoni mwake, yani moyo mwa Hanna ikawa ni yenye kuwasha moyo wake nini? Kupenda kuwa mama na mzazi. Akataka sasa akataka kupata mtoto, akahitajia kuwa na mtoto, akahitajia angalau naye apate mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kumlea. Fatawajjahat ila Allah, akawa ni mwenye kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala, bimajami'i qalbiha, na moyo wake wote akawa ni mwenye kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala, talibatan, hali anakuwa ni mwenye kutafuta kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kumuuliza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala an yarzuqaha mauludan, awe ni mwenye kumruzuku mtoto. Fastajaba Allahu duaaha alkhalis, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajibu dua ya huyu Hanna, dua yake safi, akawa ni mwenye kuijibu. Walam tamdhi mudda tawila hatta hamalat, na haikuisha muda mrefu hadi akawa ni mwenye kupata mtoto. Na hii inatuonesha kwamba, mandugu zangu ambao kwamba mnaotufuatilia, hii inatuonesha kwamba hata utakapomaliza miaka mingapi bila kupata mtoto, ujue kwamba kuna siku moja Allah subhanahu wa ta'ala, usikose yani usivunjike moyo. Utakapokosa mtoto au utakapopata mtihani wa kutopata mtoto, usivunjike moyo. Rudi kwa Mwenyezi Mungu, omba Mwenyezi Mungu atakuruzuku.
waliishi muda mrefu sana, inshallah, waliishi muda mrefu bila kuwa na mtoto. Inapokewa kwa hadithi, warada fil ahadith, inapokewa kwa hadithi anna Allaha qad auha ila Imran, inapokelewa katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfunulia nani? Alimfunulia huyu Imran, annahu, ya kwamba sayahabahu waladan mubaraka, yani atakuwa ni mwenye kumpa mtoto mwema, yashfil mardha, huyu mtoto atakuwa ni mwenye kupona wagonjwa, almayus min shafaihim, wale wagonjwa ambao kwamba tayari wamekuwa, au min shifaihim, wale wagonjwa ambao kwamba wamekuwa ni wenye kukata tamaa kwamba watapona. Wayuhyi almauta, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia alikuwa amemfunulia kwamba huyu ambaye kwamba utakuwa ni mwenye kumpata, atakuwa ni mwenye kuhuisha wale waliofariki biidhnillah, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari alishakuwa ashampa habari ya yule ambaye kwamba atakayekuwa ni mwenye kumzaa. Kisha anaendelea, wasaufa, na yursiluhu, atakuwa ni mwenye kumtuma baadaye, nabiyan ila bani Israil, atakuwa ni mwenye kumtuma huyu ambaye kwamba atakayempata kuwa ni nabii kwa watu, kwa wana wa Israeli. Fa akhbara Imran, Imran akawa ni mwenye kumwambia nani? Zaujatahu, akamwambia mke wake, bidhalik, kwa habari hiyo ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kupata kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidhalik, kwa sababu hiyo, indama hamalat, wakati ambao kwamba alipokuwa au alipopata ujauzito, dhannat, akawa ni mwenye kudhania kwamba, na akakuwa na yaqini kwamba, anna ma tahmiluhu, yani kitu ambacho kwamba anachokibeba, fi batniha, tumboni mwake, huwa al-ibn al-maw'ud, ni mtoto ambaye kwamba ameahidiwa, duna an ta'lam, bila kujua kwamba, anna ma fi batniha, bila kujua kwamba kilichomo tumboni mwake, ummul ibn, ni nani? Ni mama al-ibn al-maw'ud, ni mama ya mtoto aliyeahidiwa. Yani huyo mtoto ambaye kwamba aliyeahidiwa Imran, si yeye ndiye ambaye kwamba atakayepatikana wakati ule, bali ni mama yake ndiye ambaye kwamba atakayepatikana wakati ule. Kwa hivyo ndio maana hata wakati ambao kwamba alipotaka kuzaa au alipozaa huyu Hanna, yeye alikuwa anajua kwamba mimi ninajifungua mtoto wa kiume vile mume wangu aliniambia, bali sijifungui mtoto wa kike vile mume wangu hakuniambia. Kwa hivyo mpaka hapo insha Allah taala bado tutaendelea katika nukta ya pili ambayo kwamba ni kuanzia hapa, baada ya Bibi Maryam alayha salam kupatikana na kuzaliwa, ni nini ambacho kwamba kilijiri na ni nini ambacho kwamba na sababu ipi ambacho kwamba kilichotokea mpaka ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kumsharifu na kumtukuza mpaka kufanya au kuita sura moja miongoni mwa sura za Qur'an kwa jina lake. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala